Na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii. Upandaji wa mbegu na ikatoa matokeo, yani ikaota, kwa maana ya sehemu ya kizazi. wa huwa al-khubr. Huyo ni Ibn Kathiri huyo. Mimi ni mfarisayo tu hapa, hata kama nitakuwa nachapilia kwenye Kiarabu mtanisamee, lakini mimi nafikisha ile maudhui, makusudio ya Sheikh Ibn Kathiri kwamba wa huwa al-khubr, na ni ukeni. Ni ukeni jamani, acheni uswahili. Ni ukeni, ndipo anatakiwa mwanaume afanye mambo yake hapo. wa huwa maudhi'u alwaladi, wa huwa maudhi'u alwaladi, ni kwenye sehemu ambapo baada ya upandaji wa mbegu kutapatikana nini? Mtoto. Huyo ni Ibn Kathir, kwamba uendeaji wa mwanamke vile upendavyo, makusudio hapo ni ile tu mikao ile style yale, lakini makusudio ambapo mwanaume anatakiwa kufanya mambo yake kwa upandaji wa mbegu pale ni kwenye sehemu ambapo patapatikana kizazi, ukeni, fi kuburi, kwenye uke. Lakini Imamu al-Qurtubi yeye katika mjaladi wa 3 ukurasa wa 92 kama sijasahau, anasema hivi, tafsiri yake inaitwa Al-Jami'u al-Ahkam al-Quran. Al-Jami'u al-Ahkam al-Quran ndio tafsiri ya Qurtubi. Huyu naye alikuwa ni katika maimamu wakubwa tu Waislamu wanawategemea sana kwenye mambo ya elimu ya kutafsiri Qur'an. Anasema hivi kwenye aya ambayo Mungu akasema an-nisa'ukum harthukum fa'tu harthakum anna shi'tum, anasema al-hartha huwa mawdhi'u az-zari'i wal muradu bihi al-farju la ghayruha. Anasema ama makusudio ya Mungu aliposema wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu vyovyote mpendavyo, anasema shamba lililokusudiwa hapa ni sehemu ambapo kunapatikana kizazi, na makusudio ya sehemu ambapo kunapatikana kizazi si pengine bali ni kwenye nini? Ni kwenye sehemu ya kike ya mwanamke, ukeni. La ghairu, sio kuingia tofauti na hapo. Wa amma dhuburu fa muharramun. Huyo ni Qurtubi, huyo ni Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kwamba na ama kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile, kumfira, muharramun, imeharamishwa, imekatazwa, imezuiliwa, imepigwa marufuku, haitakiwi. Kenge wewe jalala, mpumbavu mkubwa, shetani kabisa murakab. Hawa ni wanachuoni wa Kiislamu ambao walikuwa wanachukua ufafanuzi wa hizi maandiko kwa kutumia ufahamu wa maswahaba, wafuasi wa Mtume Muhammad. Kama ingelikuwa Uislamu umeruhusu hayo mambo, tungeona masimulizi ya wake za Mtume, Aisha, Hadija, Asia, katika wake za Mtume Muhammad, kama sijasahau Asia pia yumo. Tungeona masimulizi kwamba wangetupa maandiko kutoka, wangetupa masimulizi kwamba Mtume aliwafila. Yani ingelikuwa Uislamu umeruhusu ufiraji, wake zake ndio wangetupa ripoti kwamba kweli Mtume kawafila. Sasa Mtume mwenyewe mwanzoni kabisa kule, baada ya Ibn Abbas kauli yake, nimekunukulia Mtume Muhammad anasema amelaaniwa mwanaume yote mwenye kuwafila wake zake. Wewe jalala wewe, na mabwege ambao mna misimamo kama ya jalala,
Mungu atawashughulikia. Jinsi mnajizima data, mnajikuta machizi, Mungu atawapeleka Mirembe, wapumbavu wakubwa kabisa. Nyinyi ndio mnasababisha Uislamu unakuwa na watu wa ovyo ovyo kabisa. Sasa ukimkuta Muislamu ambaye anafanya ufiraji, ukimwambia bana hii vipi, anakwambia mashehe wenyewe wanaruhusu. Akitaka kuwataja atamtaja Jalala. Atamtaja Jalala kwamba ni katika mashehe, kwamba na wewe Jalala ni shehe. Kwamba wewe Jalala ni shehe. Waislamu muogopeni Mungu wenu, Waislamu someni dini yenu. Nyie mna dini nzuri sana. Wazungu wenyewe huko wanakubali sana Uislamu, kwa sababu wazungu ni watu wa facts, ni watu wa data. Kwa hiyo wakisoma maandiko ya Kiislamu, jamani, hata nyinyi ambao sio Waislamu ambao mnanisikiliza hapa, hebu someni Qur'ani jamani. Qur'ani zipo za Kiswahili, hata mtandaoni tu ukiingia ukiandika Qur'ani ya Kiswahili, Qur'an takatifu pale, una download hapo, zipo wameandika kwa Kiswahili, unasoma tu unaelewa. Ya Kiingereza ipo, ya Kiarabu ipo. Jamani, tusomeni Qur'an. Wazungu ni watu wa facts. Majuzi tu hapa, huyu mwigizaji huyu William Smith ambaye ameigiza picha nyingi, lakini miongoni mwa hizo maarufu ni Men in Black, yule jamaa alifanyiwa interview. Tafuteni interview ya Will Smith, mimi siongee sana. Anasema vipi kuhusu Uislamu? Alafu wetu tunakuta bogi kama hili, shetani pumbavu moja hili Jalala linaleta mambo ya kibogi kama haya. Mungu hawezi kukubali ufiraji mzee. Kama tu kwa sisi wa binadamu kwa akili ya kawaida tu, akili na goma, unaweza vipi mwanaume mwenye akili yako timamu kuingiza sehemu yako ya siri kwenye sehemu kama hiyo? Hebu tuendeni kwenye uhalisia sasa, nyinyi wafiraji sasa. Hapa sana narudi kwa ujumla wote, akiwemo Jalala na wengine wote ambao ni wafiraji, kwa sababu Jalala ni mfiraji, wake zako wote umefila. Sawa? Kwa hiyo wewe utuambie chochote, wewe ni mfiraji. Ina maana katika watu ambao watakiwa kushughulikiwa mwanzoni kabisa kwa swala la ufiraji ni wewe, mfiraji wa wazi wazi kabisa. Na unafahamu wafiraji watakuwa wapi? Jamani, asikongopee mtu. Wewe kama umewahi kufanya ufiraji, jua kabisa kwamba wewe na wale watu wa Sodoma na Gomora mtakuwa wote pamoja. Ukifa tu pap, unachukuliwa pap, unaunganishwa na wale jamaa. Mna hali ngumu sana wafiraji. Acheni ufiraji. Mnapata kitu gani? Hivi mwanaume mwenye akili yako timamu kabisa, unaweza ukaingiza tupu yako kwenye sehemu ya haja kubwa ya mwanamke? Hiyo ni starehe gani sasa? Hata mimi ningeshangaa, yani ingelikuwa kweli Mungu ameruhusu hili jambo, ingekuwa ni kitu cha ajabu sana. Kuna starehe gani sasa hapo? Kuna haja gani? Au mtu unatakiwa ustarehe, unakutana uchafu unapatikana kwenye hilo jambo? Wafiraji mnajua. Sisi ambao hatujawahi kufanya hicho kitu, hatujawahi hata kuwaza mara mbili mara tatu, tunaweza tukapata taswira ya nini kitatokea baada ya wewe kuwa unafanya hicho kitu. Bila shaka haiwezi kawa starehe tena, ni karaha mzee, kwa sababu piga ua, chumba kitakuwa choo. Sasa chumba kitageuka choo mzee. Mungu hawezi kuhalalisha kitu cha kipumbavu kama hicho. Huyo ni shetani, amewapambia mambo yenu, amewapambia matamanio nafsi zenu, ndio yamekuwa Mungu wenu. Mnafuata matamanio nafsi zenu. Sasa kama mnafuata matamanio nafsi zenu, fuateni matamanio nafsi zenu, lakini msiwaongopee watu kwamba eti Mungu amekubali jambo kama hilo. Nimelazimika kuongea kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu, na Mungu hawezi kuhalalisha mambo machafu. Wewe Jalala, wewe na wajinga wenzio, wewe Mungu atawashughulikia. Mimi sina mashaka na Mungu. Mimi nimeshakutana na vitu vingi sana ambavyo ni shuhuda za kutosha kwamba Mungu kweli si mchezo, na kuhakikishia Mungu atakushughulikia wewe na wajinga wengine wote ambao wamepata huu ujumbe. Acheni ufiraji jamani. Acheni kabisa tabia ya kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Aidha ni mkeo. Kwa Wakristo wenzangu, sisi Wakristo kwa na mademu kawaida. Sisi dini yetu haiko strict sana kama Waislamu. Kwenye Uislamu uzinifu ni marufuku. Muislamu hata tu kumgusa mwanamke hivi, kumshika mkono mwanamke ambaye sio dada yako, sio mke wako,
sio mama yako, ni marufuku. Waulizeni Waislamu watawaambia. Kuna Waislamu wakuuliza sio Jalala jamani. Jalala huyu hata sijui, yani huyo ni mpagani, yani hata sio Myahudi wala sio Mkristo. Jalala sio Muislamu kabisa. Yeye Jalala na wale mashosti zake wote wale, nyie Mashia, mimi nawaambia kweli, nyie Mashia sio Waislamu. Mimi nimewasoma vizuri sana, data zenu ninazo na ninawaambia hapa, nyie Mashia sio Waislamu. Huo ndio ukweli. Nyie Mashia sio Waislamu. Kwa sababu kwanza movie linaanza, mwanzilishi wa dini yenu hilo kundi lenu la Kishia alikuwa ni Myahudi, anaitwa Abdullah bin Sabab, kama sijamsahau huyo mwamba. Nimesoma mzee. Huyo yani napokuwa naongea kitu, napokuambia kwamba Haji Upepo ni shetani, na maanisha. Nilikwambia kwamba Jalala ni shetani, ni mpumbavu tu mmoja, ni murakabu kabisa. Yani ni bwege kabisa la kiwango cha flyover. Nakuwa na maanisha mambo nayazungumza hapa, ninakuwa na maanisha. Mimi si Mkristo mzee. Kwa nini niongelee mambo ya Kiislamu? Naongelea haya mambo kwa sababu ni mambo ya Mungu. Mimi naongelea mambo ya Mungu mzee. Mungu hawezi kuzushiwa uovu na uongo nikakaa kimya.